kukuletea ujumbe haikuwa rahisi, isipokuwa amesema Roho wa Bwana yu juu yangu, na ili nihubirie wale wanyenyekevu, si wale wanajua. Halo? Na akasema nimekuja ili wale macho yao inaona niwafanye vipofu, na wale hawaoni wakaanze kuona. Na akasema na nitangazie wale mateka uhuru wao. Kitu ya kwanza ni wale wanyenyekevu wanahitaji kusikiliza, wanahitaji kujua. Si wote, wachache. Hao wengine wakibishane, huyu akibishane na hii, huyu akibishane mimi nahitaji kubarikiwa, huyu akibishane kuna watu tunasumbuana na wao Mungu aniulizie, huyu mwingine akibise mimi ni mgonjwa nataka kupona, huyu mwingine mimi nimekuwa hapa kwa sababu ya uokofu, mimi huyu mwingine. Lakini ni yule mnyenyekevu only ametuma akuje, na yule mnyenyekevu naye afunguliwe, atolewe kutoka kwa mateka, na ataona Mungu. Lakini wakati Yesu anaozungumza na watu wao, kitu ya kwanza alitembea kwao, wakamwona wakamwambia, haya toronoka, kwani umekuja kufanya nini? Akayatuzungumzia ni wale wa karibu, yule husikia, yule humjua, na akasema mimi ulimwengu hawezi kunipenda kwa sababu ili yale ambapo ninaozungumzia haiwezi. Maandiko imetuambiaje? Wao walimtegea masikio, lakini hawakufanya nini? Hawakumsikiza kwa sababu hawakuwa wanamwamini. Kwa hivyo hata wakati ule anaozungumza, ndipo wengi wakasema na anaogeaga kama kinyume, wengine wakasema na anaogeaga kama kona authority, kama anafanya ili ulimwengu muone. Bwana asifiwe. Lakini kuulize, si tumeona Mungu amefanya mambo makubwa hapa? Usaona mambo hayo ikienea? Lakini nikifanya hapa bla 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 bla, inaenea. Pastor Mwagi ndio kuendelea shube. Hiyo itaenda mpaka South Africa. Mtu ako South Africa anaambia hiyo pastor endelea shube wa dukaini. Kwa sababu naye wakati Yesu alikuwa nayo zungumza, hasungumzii watu wote. Ndipo akasema wakati wanaenda kufundishwa, ndipo kuna kitu kinaekwa ili huyu mtu aanze kukuja akianza kuelewa na kuanza kujitafuta, niko wapi?